Hivi wenzangu, maisha hapa kijijini mnayaonaje? Mbona ni magumu? Ni kijiji ambacho hakina wanaume. Tangia nizaliwe, tangia nibalee, nimefika hapa sijawahi kuona mwanaume aina yoyote. Eti, mimi natamani kabisa niondoke, ni hadi yangu na natamani nitoke kabisa kwenye kijiji. Nyewe mnasemaje? Hapo. Kwanza, tunaishije hatuna watoto. Cha pili, hatuna mwanaume. Cha tatu, shoga yangu. Uko mjini. Nasikia ukienda mjini, unasuka mtoto nywele kule. Unavaa vizuri. Unapendeza, mibonge ya nyumba. Kuna shoga yangu kanihadisia na kuambia. Anakwambia ni pazuri. Inabidi tufanye juu chini na sisi tuonekane kwenye ulimwengu. Tutazeekea huku kijijini shoga yangu. Hivi nyinyi, mimi nina wazo mzee. Hivi mnaonaje mwanaume atakayeingia hapa kijijini tunarusha shilingi, atakayechagua bichwa au mwingi huyo akoki anaondoka naye. Mnaonaje? Hapo hakika umenena ndugu yangu. Yaani hiyo ni idea nzuri sana. Yaani tunarusha shilingi, kila mmoja ataondoka kwa njia yoyote, tutaondoka hapa. Ninayo imani na hilo. Au mnasemaje? Tena shoga yangu naomba mimi hata niwe wa kwanza. Maana nishachoka kila siku visangu. At least hata nikifika hapo nitabadilisha. Wanasema kwa siku kuna pwiza sijui pizza. Pweza. Shamba. Ndio manini ya mimi. Maana mshaanza kunitoa na nilika solo hapa bure jamani. Au ndo unataka ukaendeshe gari? Mimi nataka hiyo pweza naitamani. Naisikia hapo sijui, sijai kula. Mimi ndo kwanza mwanzo naisikia kwenu. Pwiza sijui pwiza. Hata sijui. Jamani ndugu zangu, hizo kuni tuenda kuvotea huko au maana hata sielewi. Hapo twende kwa mzee Mbande huko juu au unasemaje? Hilo ndio biacha. Twende tukachote maji. Bibi wewe tena. Ni heri twende kwanza kwenye kuni huko mbali, alafu maji baadaye. Kabisa. Choma hicho. Wewe mama changamka, choma hicho. Hapa sasa sikieni. Hapa atakayechagua bichwa au mwingine atakayechagua mwingine anaondoka naye. Mimi bichwa. Bichwa. Unaona? Mwingi. Hapana. Hivi, umeiona shilingi maisha na magani? Umeiona? Nisaidie kwanza, nisaidie tafadhali. Nishakwambia dada yako, kila kitu nataka wa kwanza. Sasa nini? Hapana, hiyo haiwezekani. Mimi nalikataa hilo, haijalishi. Msichelewa nini nyinyi hapo nini? Kwa sababu nimesema shilingi atakayekota mwenge ndo wa kwake. Mimi sijaiona hiyo shilingi maisha na magani, sijaiona kabisa. Nisikilize shoga yangu. Wewe kama umepata bwana lako unaenda, ila utakuja kujuta. Utakuja kujuta. Bwana yeye. Salamu. Mambo. Poa, vipi? Fresh mzima. Fresh. Umekuja kijijini kufuata nini? Mimi hapa kijijini nimekuja kutafuta mashamba. Wewe mtika mjini? Sasa sikia. Ukinikubali mimi, mashamba yote ya kijijini nakupa. Maana ni urithi wa marehemu baba yangu. Mbona kama zala mkali sasa? Yaani unataka kuniambia kwamba mimi nikikubali kuwa na wewe mashamba yote hayo utanipa? Ndio. Nakupa unalotaka. Unaitwa nani? Naitwa Queen. Queen. Kumbe na huko kijijini makwini wapo. Sikiliza nikwambie kitu Queen. Mimi mwenyewe yani automatically wakati nakuja natoka hivi nilipowaona tu hapo. Yani nimejisikia burudani sana. Yani nimetokea kuvutiwa na wewe. Kweli? Basi tunaweza kaenda mjini. Twende basi kanigea mashamba. Sawa. Bibi wewe kwenda tunatoka nenda.
Kwenda zako kwa mwanaume gani? Hapo bibi. Hapa kijini leo kuna Azali. Upo? Nipo shoga yangu kama lote. Okay. Tufanye hivi. Otea. Ukishinda unaondoka na bwanako. Mwenge. Umekosea bichwa. Bwana wa kwangu. Bibi wewe shika shilingi lako, baki nalo. Mimi naondoka na bwanangu. Yaani mimi mnanionea tu. Nani anakuonea bibi? Yaani mnanionea tu, ina shida. Habari zenu? Salamu. Karibu. Asante. Mimi naitwa Kristina, unaitwa nani? Mimi naitwa Jitu. Okay, unatokea mjini? Mimi nimetokea town, kijijini hapa nimekuja kuangalia mashamba kama eka 2-3 hivi. Sasa sikia nikwambie. Hapa kijijini kwanza sisi nataka nipakimbie. Maisha hapa magumu. Alafu naona kuja kutafuta mashamba huko. Sasa kwa kuwa natokea town, ngoja nikwambie kitu kimoja. Haya mashamba yote hapa kijijini ya marehemu babangu. Amekwisha kufariki, ametuachia mali zote. Sasa sikia. Wakubali kuwa na mimi. Mali zote zinakuwa za kwako. Wewe bwana, wewe. Rudia. Ukikubali kuwa na mimi, hizi mali zote unazoziona, mashamba yote na kukabidhi. This ground of village. Unanigea? Mimi nataka tu unichukue tuende mjini tukaishi wote. Mimi nataka kwenda kuishi maisha ya mjini, nikale vitu vizuri mjini, nikavae vizuri. Yaani maisha ya kwanza unaona tunavyovaa. Sikiliza nikwambie kitu. Yaani ujue toka nilivyokuwa nakuja, nipo kule, nimewazoom nikakuona wewe kifaa. Yaani unauliana fulani hivi. Mixa au Priyanka Chopra. Mtoto mzuri wewe. Sukari hapa. Yaani mtoto wa Mungu I love you. Yaani mimi nimekupenda bure. Sawa? Sasa sikiliza. Fanya mazingira basi. Okay, usijali. Mashamba yote nakuonyesha na kuna ukabidhi na hati zote za mashamba na ukabidhi kila kitu. Jamani tu nipeleke mjini. Mimi tayari nishakubali. Wewe nifanye utakavyo mchumba. Na mtoto wewe. Kwa hiyo tunake nitakupa timio kitondoka mjini. Kondo tunaondoka hivyo. Haya tunaondoka. Sema haya tunaondoka. Haya Binti. Vipi? Mbona uko mnyonge hivi alafu uko peke yako hapa? Tatizo ni nini? Dada zangu wameniacha. Sasa ina maana kama hao ndugu zako wamekuacha ndio unakuwa mnyonge kiasi hicho na umri huo? Sasa mimi nimebaki peke yangu. Unaogopa kukaa mwenyewe kivipi? Na hao vile vile ndugu zako wamekuacha kinamna gani? Tumepanga turushe shilingi, atakayebahatika ataenda na mwanaume atakayekuja hapa. Kwa hiyo wao walirusha wakabahatika, nikabaki.
Sasa hilo binti ndo la kukaa na mawazo muda wote huo, la kufikiria, la kulia. Sasa nikuhakikishie tu, kwa sasa hivi shilingi imeangukia upande wako. Mimi unavyoniona hivi, siishi na mke mjini wala sina mtoto. Kwa hiyo utaenda kuishi pale nyumbani kwangu kama mke na ikiwezekana kama mtoto pia, kwa sababu na mtoto sina. Sawa? Kwa hiyo nataka kuniambia shilingi imeniangukia mimi? Marhaba. Wala ukukosea, shilingi imekuangukia wewe. Kwa sababu lingine nikwambie, hakuna ng'ombe anawezeka maini. Sawa? Wala hakuna mti mbovu unaotoa asali mbaya. Wala usiwe na shaka juu ya hilo. Sawa binti? Kwa hiyo utakwenda nyumbani kwangu pale, tutaishi. Wewe ondoa hofu. Kwa hiyo unasema unataka uende na mimi kweli? Marhaba, wala hujakosea. Kwa hiyo twende nyumbani kwenu ukajiandae kwa ajili ya kuondoka, sawa? Futa machozi. Paul, mimi naona umenizulisha sana. Mwenzako mimi nishachoka. Saa 6 hii, hatujulikani tunaenda wapi, tunalala wapi. Sielewi yani hapa. Karibu sana Winnie. Hapa ndo nyumbani. Jisikie kama uko nyumbani. Na sio ujisikie, hapa ni nyumbani kwako. Konta kuniambia mjengo wote huwa kwako. Marhaba. Huu mjengo wote ni wa kwangu. Na sio mjengo tu. Nina mali nyingi tofauti na mjengo. Huu mjengo nimeununua kwa pesa za pensheni yangu. Tutalala tu, tutalala. Pole. Tutalala wapi? Mimi nishachoka, muda huu umeenda, usiku huu. Au sikiliza. Tunamsubiria tu mshikaji afunge hapa. Hapo mwanangu sana wewe, mwanangu sana sana. Ndugu yangu, familia yangu kwa kweli. Kwa hiyo kishafunga ndo anafungua za kwako? Yaani yaani akishafunga hata hapa tunalala tu mpenzi wangu. Kwani kuna shida basi? Yaani tulale hapa? Hapa kweli? Wewe umenitoa kijijini kwa shangwe na mbwembwe zote, umeniambia unaleta mjini, leo tuje tulale hapa.
Wewe unafanya serious na maisha kabisa wewe. Yaani nisikilize. Yaani tunalala leo tu hapa, lakini kesho unajua sehemu ya kwenda. Wewe nesi kidogo mchanganyikiwa. Wewe umekuja kijijini umesema unatafuta mashamba. Hayo mashamba kuna tafuta na pesa zipi kama hata wewe pa kulala una? Yaani na unavyoniona hapa, sina mtoto wala sina mke. Hivyo ninashukuru sana kukupata wewe ili uwe mrithi wa mali zangu. Kwa hiyo nataka kuniambia wewe kwanza ujana wako wote mpaka sasa huna mtoto, huna mke. Mali zote zinamiliki nani? Nilikuwa namiliki mwenyewe. Bahati mzuri nimekupata wewe. Ndio utakuwa mmiliki wa hizi mali. Na ndio maana nikasema wewe ndio utakuwa mrithi pekee wa mali zangu. Leo tu. Baba si ngwambia hapa hata cha leo. Nipe nauli ende kwetu. Maana mimi naona hata sielewi. Nimezunguka mpaka miguu inaniuma. Sija hata kutembea kama hivi. Kwa hata nikibaki kijijini kuwa na Nisikilize. Kama umechoka kutembea, unajua mwenyewe mimi nauli sina. Kama sasa mimi kulala penyewe ndio nakosa leo nauli mimi na. hivyo kunifanya hivyo kweli mimi wewe? Wewe umenitoa kule kwa shehe wangu na kwamba mwenzetu umeniambia unanileta mjini. Hata hapo unanifanyia mambo gani? Mbona mimi unanifanyia vitu hivyo? Sikuelewi. Alafu sikiliza, usinijazie watu. Wewe mwenyewe ndio umenitongoza kwanza. Nilikwambia tuje mjini, si wewe ndio umesema tuje mjini. Kwani wewe ulikuwa unataka shamba au? Sikia nikwambie, mimi hapa sielewi chochote. Mimi nipe nauli yangu niende kwetu. Hata nikibaki kwetu niendelea kula kisamvu kuliko kunileta huko mimi sielewi. Naota au naongea wewe mzee? Paswele. Wala huoti. Unachokiona ndiko kiko hivyo. Unajua kwa macho mawili huwezi ukaiona nyota ya jaa. Ila kwa uwezo wa Mungu anaweza kukuonyesha. Na huwa anaiona hata kipofu. Kwa hiyo kwako leo hii ni nyota ya jaa. Yaani nakwambia hivi. Kanisani nikatoa sadaka maana nahisi kama naota vile. Wala huoti. Hii ni mali yako. Nisikilize. Mimi naenda pale kuchukua mishikaki. Wewe kaa hapa tulia, mimi nakuja. Wewe unataka kunikimbia uende kuchukua mishikaki wala uende wapi? Tunaenda wote. Kwenye mishikaki tunaenda wote. Haiwezekani wewe uniachapo kanunue mishikaki. Tunaenda kumba kwenye mishikaki. Nakuomba niachie. Hata nikuachie vipi? Niachie nikakuchukulia mishikaki. Wewe vipi? Wangu mimi najuta kukimbilia mjini. Nenda wapi mimi? Mama. Mungu wangu mimi. Nimezalilika. Hata nikibaki kijijini na ndugu zangu. Mama, Mungu wangu. Fata umekata kumeniisha mimi. Namkumbuka Wini mimi. Namkumbuka Wini na Tina. Mama, wewe ukaenda kupata mishikaki atanifuata. Na kutokana na muda umeenda. Sasa hivi niliomba uchague chakula chochote ulichokiweka kwenye nafsi yako kwamba nikifika mjini tu nikipata chakula hicho mimi ndo borda. Si unajua kule kijijini kwetu kule tunakulaga ugali na kisamvu. Unataka mshamba? Sasa sikia. Huku kwetu kuna vyakula vingi sana. Kuna chipsi, kuna egg chop na baga. Hapo. Yaani leo limdude hilo nilikuwa nalisikiaga tu. Fanya mambo. Hilo baga. Hilo. Ni watoto 2000 nyinyi kwa kupenda baga. Jamani mzee si nimekuja mjini na wewe. Basi sawa. Sawa bebi wangu. Sasa sikia. Nikakuonyeshe chumba chako ama chumba chetu. Kwa tunalala mimi na wewe.
uzee mwisho Chalinze.